Mambo vipi Tanzania? Mambo vipi Dodoma? Jina langu naitwa Ushindi Kalinga. Mimi ni kiongozi na mfanya biashara. Leo nataka ni share na wewe kitu kimoja muhimu sana kwenye biashara. Na kama utakizingatia kitakupush, kitaweza kusaidia, na nazungumza kwa experience na uzoefu. Kuna vitu viwili vya msingi sana kwenye biashara ambavyo kila mfanyabiashara anapaswa kuvifahamu. Hivi vitu viwili kama vikikosekana kwenye biashara inaweza ikadumaa, na kama vikiendelea kuwa persistent kwa muda mrefu, basi vinaweza vikasababisha biashara kufa. Na ni vitu vya msingi sana ambavyo vitu vya msingi sana ambavyo vinasababisha biashara nyingi kufa kwa muda fulani zinapokuwa ziko sokoni. Hivi vitu viwili, cha kwanza ni kuhusiana na mauzo kwa maana ya sales, lakini kitu cha pili ni kuhusiana na cash. Hivi ni vitu vile vinategemeana. Kimoja kina mzaa mwenzake na kingine kinatokana na huyo mwenzake. Kwa lugha rahisi, mimi naweza nikasema kwamba mauzo ni kama moyo kwenye mwili wa mwanadamu, lakini cash ni kama damu kwenye mwili wa mwanadamu. Biashara yote kama ikikosa mauzo inaenda kufa, na kama biashara yote ikikosa cash inaenda kufa. Kwa hiyo haya ni maeneo muhimu sana ambayo kila mfanyabiashara anapaswa kufahamu na kujua namna ya kuweza kuyamonitor na kuhakikisha kwamba haya maeneo mawili hayakwami na kwamba muda wote yako intact. Kwenye kozi ya finance tulisoma kitu kimoja. Kitu kimoja wanasema ili kuweza kusolve mambo ya cash, biashara inapokuwa inadai, basi inatakiwa hayo madeni yalipwe kwa wakati, immediately. Lakini inapotokea biashara inadaiwa, kwa namna yote ile inatakiwa biashara ilipe later, yani ilipe baadaye, isilipe immediately. Hii yote ipo ili kuweza kumaintain kiwango cha cash ambacho kinatakiwa kuwa kwenye biashara. Sasa hapa kuna vitu vile vya msingi ambavyo tunatakiwa kufahamu. Kuna kitu kinachohusiana na saving, kwamba biashara lazima iwe inafanya saving kwenye biashara zake nazo, au kwenye mapato yake ambayo inapata mara kwa mara. Lakini kitu cha pili ni approach ya pili ya kuhakikisha kwamba hata kama hauna saving, lakini biashara inakuwa na mzunguko wa cash wa muda mwingi, kwamba kila muda ambapo kunakuwa unahitaji cash iwepo kwenye biashara, kwa sababu kwenye biashara cash ni kitu ambacho kinahitajika mara nyingi. Yani hapa huhitaji story, huhitaji nini, yani by any means unahitaji kuwa na cash. Yani cash lazima iwepo kwenye mzunguko wako, kwenye seko yako ya biashara. Sasa tuanze na swala la kwanza ambalo nimezungumzia kwamba ni swala la mauzo. Biashara yote inapokuwa inaanza, target yake ya kwanza ni kuuza. Kuuza ndo hatima ya kila biashara. Kama ukiwa na biashara afu haufanyi mauzo, hiyo most likely inakuwa ni hobby, yani kind of hobby, sio biashara tena. Ili biashara lazima iweze kuconvert zile vision zake kwenda kwenye mauzo. Kwenye mauzo ndio kitu ambacho ni final. Kwa hiyo kwenye ule utaratibu wa marketing tunaanza kuanzia kwenye idea, tunakuja kwenye production, tunakuja kwenye sales ambacho ndo end result. Sawa? Kwa hiyo sasa kama unafanya biashara, kitu cha kwanza kufocus ni sales. Yani hata kama wazo lako ndio umeanza kulichannel, kitu cha kwanza kukipima na kudigest ni kuangalia namna sales itakavyokuwa. Ndio maana kwenye biashara inatakiwa kuwa na watu makini sana kwenye upande wa sales, hata kuliko wakati mwingine. Yani bora ukawa na mhasibu mzembe kwenye biashara, lakini ukawa na watu sales ambao wako smart, kwamba kwa kila bidhaa ambazo mnakuwa nazo ama product ambazo mnakuwa nazo, hawa watu wanaweza wakazipush haraka kwenda kwenye soko. Biashara hata kama kwenye maeneo mengine iko weak, haifanyi vizuri, lakini ikawa iko strong zaidi kwenye upande wa sales, hiyo biashara inaweza ikaenda kwa muda fulani. Sawa? Lakini kama ukiwa na system ambazo ziko imara, kwenye mambo kwa mfano ya finance uko vizuri, kwenye mambo ya procurement pengine uko vizuri kila sehemu, lakini upande wa sales ukawa uko weak, tafsiri yake ni kwamba hiyo biashara haitakuwa na muda mrefu. Biashara ni mwendo wa cash. Unaingiza cash, unatoa cash.
unahitaji cash kwa ajili ya kufanya investment kwenye asset, unahitaji cash kwa ajili ya kuoperate, unahitaji cash kwa ajili ya kuweza kubuy mawazo mengine, ama kuweza kuweza kukutana na zile fursa ambazo zinatokea haraka. Kuna fursa zingine ambazo huwa zinakuja kwa haraka, ambazo wakati mwingine kwanza zinahitaji pesa kidogo tu, ambazo kama ungekuwa na pesa ungeweza kuiona, ukaokoa hiyo pesa, ukapata pesa fresh, ukaendelea. Kwa hiyo kuna baadhi ya fursa ambazo zinakuja wakati mwingine unaweza ukamiss fursa za msingi sana kwa sababu tu cash hauna. Sasa cash kama unaweza ukaangalia kwa maana ya biashara, unapofanya biashara kuweka saving, unaweza ukaamua ni approach moja hapo, japokuwa mimi hiyo si entertain sana. Biashara nzuri ni ile biashara ambayo inafanya mambo yake kwa kuangalia mzunguko wake wa fedha, yani kwa maana ya cash flow. Sasa cash flow kuna namna nyingi ambayo unaweza ukaitengeneza then ikakupa result nzuri. Sasa kwenye huu upande wa cash flow, mimi focus sana kwenye saving, kwamba umefanya biashara basi umepata let's say faida pengine milioni 50, ukasema kwenye milioni 50 ambayo nimepata, hii milioni 30 nitaiweka kwa ajili ya mambo mengine ya kesho. Sawa unasema hii nimeisave kwa ajili ya mambo mengine yatokanayo ambayo siwezi nikajua. Lakini approach ya pili ni kuangalia kufanya hiyo faida ambayo unaipata kufanya reinvestment, kwa maana ya kuinvest kwenye maeneo ambayo yanaweza kuzalisha cash haraka, kwamba badala ya kuwa na saving kwa maana ya kuhifadhi hiyo pesa yako, ukaangalia kuinvest kwenye maeneo mengine ambayo yanaweza ya kutengenezea cash ya haraka. Hiyo ni approach na falsafa ambayo mimi nimekuwa naiamini na ambayo natamani kuishi na naishi hiyo, kwamba badala ya kuwa na mlundikano wa cash, biashara sio sifa kuwa na pesa nyingi kwenye account. Hilo sio wazo zuri sana. Pesa ambayo ipo kwenye account kimsingi haizalishi. Na kwenye concept ya bank, watu wanaopeleka hela kuweka bank maana yake ni watu ambao hawako na ideas. Sawa, hawako na ideas, maana yake wanaenda kwa kule, na watu wengine wanaenda kuchukua kule benki. Kuna watu ambao wako na ideas hawana hela, kuna watu ambao wana hela hawana ideas. Kwa hiyo kwa mfanyabiashara nategemea ni mtu ambaye anakuwa na akili ambayo inazunguka haraka, kiasi kwamba hata ile cash ambayo anaweza kuwa nayo kidogo, ile anaweza kaangalia namna kufanya reinvestment kwenye biashara, akaangalia namna kuweza kuizungusha hiyo hela iweze kuwa na matokeo. Kwa hiyo biashara nzuri ni ile ambayo ina focus kwenye cash flow, sawa, kuliko biashara ambayo ina focus kwenye kuweka saving kwa ajili ya tahadhari na vitu vingine. Japokuwa pia kuna changamoto, kwa sababu wakati mwingine biashara sio kila wakati huwa inakuwa kama ambavyo unapanga ama ambavyo unafikiria. Lakini I'm sure kwamba kama ukisha kuwa na falsafa ya kuwekeza zaidi kwenye mzunguko wako wa fedha za kila siku, mwisho wa siku unatengeneza cash flow ambayo iko steady, yani kwamba kuna mzunguko ambao lazima uangalie, ufocus kwenye maeneo kama matatu au manne. Lazima uinvest kwenye biashara hiyo moja, ukaangalia kwenye kufanya investment kwenye biashara ambayo itakupa mzunguko wa kila siku, hata kama ni pesa kidogo, kwa sababu pesa wakati mwingine unahitaji kila siku. Then kuna baadhi ya mzunguko ambao unaweza ukakupa hizo pesa kwa let's say kwa wiki pengine. Kuna mzunguko mwingine ambao unaweza ukakupa fedha kwa mwezi. Na kuna mzunguko mwingine ambao unaweza kukupa fedha kwa robo ya mwaka, nusu ya mwaka, mpaka mwaka mzima. Kwa sasa ile namna ambavyo una reinvest ile capital yako, ni lazima uangalie kwenye maeneo kama hayo. Kuna wakati fulani mtu unaweza kuwa na jina kubwa kwamba uko na biashara kubwa, okay? Lakini biashara kubwa pengine inakupa mzunguko ambao let's say ni annual au kwa miezi kadhaa. Kwa unakuta biashara mtu umefanya leo, tena kuja kupata pesa nyingine baada ya miezi mitatu, kuja kupata miezi mingine tena baada ya miezi. Sasa kikitokea kitu hapa katikati ambacho kinakuwa kinahitaji pesa, kinaweza kukutengenezea stress. Sawa, stress ambayo kusababisha ukaingia wakati mwingine kwenye kukopa mikopo mibaya, mikopo ya kuumiza. Sawa. Kwa sasa kuna namna ambayo kama mfanyabiashara lazima uangalie namna ya kuweza kureinvest ile pesa ambayo unapata. Wakati mwingine shida sio kwamba hauna pesa, shida ni namna ambayo ile mianguko yako ya cash ambavyo iko. Unakuta mianguko yako ya cash pengine ni ya wiki na una mahitaji ya leo. Unaamua kukopa hela mbaya. Sawa, leo unamwambia baada ya wiki moja nitakupatia pesa kiasi fulani. Nimeshakutana na hizo issue. Mtu anakuambia nipe milioni 2. Sawa, baada ya wiki nitakupatia milioni 2.4. Hii inaonyesha kabisa kwamba huyu mtu mzunguko wake
upo kwenye hizo levels za weekly, wiki mbili, mwezi au nini. Sasa mtu kama huyu ili kuweza kumit hivyo vitu, wakati mwingine lazima angalie kwanza kufanya investment kwenye biashara ambayo inaweza ikavunjika na ikaweza kumpa cash flow ya kila siku. Mathalan sisi tunauza magari, tunafanya ujenzi pia. Sasa unapokuwa unafikiria hiyo biashara, industry ya magari ni biashara kubwa, ni biashara pana. Unaweza kuwa unaagiza magari, hiyo ni biashara ambayo inaweza kuchukua pengine miezi 2 mpaka miezi 3 kwa pesa kurudisha kwenye mzunguko. Ama la ukafanya biashara katika namna nyingine kwamba mtu akalipa pesa alafu akalipa kwenye awamu. Sawa, unaweza kuona kama hiyo pesa ikusaidii, lakini kwenye cash flow ina mantiki sana kwamba kama mtu baada ya kulipa milioni 9 yote, sawa, ukampa akwambia okay nilipe milioni 3 pengine ndani ya miezi 3. Kwa hiyo maana yake unakuwa una uhakika kwamba katika miezi 3 hii naweza nikarun biashara, kwamba nitakuwa na mzunguko kila mara nitapokuwa nahitaji hela. Wakati mwingine pesa sio tu kwamba unahitaji kuwa na pesa, wakati mwingine ni conveniences ya kuweza kupata hiyo pesa ambayo unaitaka. Kwa mfano kama leo umekuja umedaiwa ghafla tu kodi unaipata wapi? Hicho kitu lazima uelewe. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo na demand zako ambazo unaziangalia, lazima ujue kila baada ya miezi 3 unahitaji kulipa kodi. Kwa hiyo lazima uwe na biashara ambayo una focus kwamba kila baada ya miezi 3 itakupatia hiyo pesa ambayo unaitaka. Otherwise, kama usipokuwa makini kwenye hili swala la ku maintain cash na usipokuwa makini kwenye swala la sales, biashara inaweza kukushinda na ukaiona kwamba hiyo biashara haifai. Sasa kwenye upande wa sales, kwa sababu kwenye sales ndio unazatishia cash huko. Upande wa sales unahitaji kuwa na investment. Inahitaji uweke pesa, na wakati mwingine unapowekeza hayo maeneo haitakiwi uone kama ni gharama ama ni cost ya operation. Hapana, inatakiwa uone kama ni investment, kwamba lazima upate platform ambazo ziko makini sana. Kwa mfano kwenye marketing upate personnel, kwa maana ya watu ambao wako creative, watu ambao wanaweza kupush vitu vikatokea sokoni. Sasa kwenye makampuni mengine ambayo yameendelea kwenye eneo la sales, sio sehemu ambako tu watu let's say wanaajiri watu tu ghafla. Ni sehemu ambayo wakati mwingine unahitaji kufanya head hunting, na eneo ambalo nitakuwa invest kiasi cha kutosha, kama ni research, utafiti wako na vitu vingine, kuweza kujua ni watu gani ambao wanaweza kukupa result. Seko ambao unatakiwa kuifikia ni ipi na hawa watu tunaweza kuwafikiaje. Ndio maana kwenye hili eneo inatakiwa kufanya investment na kufanya training ya kila mara kwa watu wako ambao wanakuwa wanafanya kazi kwenye hili eneo. Kwa sababu kama hili eneo likifail, my friend, biashara most likely itafail. Na kama kwenye cash pia ukafail, biashara most likely itafail. Haya maeneo ndio yanasababisha watu wengi wawe stressed. Unakuwa na stress, unashindwa kufikiria, unashindwa kuplan. Na kama kwenye eneo la cash na kwenye eneo la sales ukawa weak, maana yake hata mipango ya kukua kwa biashara inakuwa limited pia. Kama ukiwa na assurance kubwa ya kuwa na mianguko yako mizuri ya cash, maana yake ni rahisi kuweka mipangilio yako ya mawazo yako na fursa zingine za uwekezaji kirahisi zaidi ukilinganisha na mtu ambaye hana cash. Sasa sitaki kuzungumza mambo mengi sana, lakini kwa haraka kitu ambacho kinaweza kusaidia ku maintain hicho kitu, kama nilivyokuambia, ni muhimu sana ukaangalia namna ya kufanya reinvestment, namna ya kuweza kuchanganua mawazo yako, kuyavunja ili hayo mawazo yako ya investment yaanzie kwenye cash flow ya kila siku, cash flow ya week, cash flow ya mwezi, cash flow ya miezi 3, miezi 6, ya mwaka, na hivyo zote ni investment opportunities ambazo unaweza kuziangalia na ukaangalia namna gani ambazo zinaweza kukupa return, ili uondoe kuwa na yale mahitaji ya kesho wakati mwingine ambao huwa yanakuja kwa force au yakakuvuruga. Sasa hizo fursa za kuweza kumaintain hayo mambo ni muhimu, lakini hili eneo la cash na hili eneo la sales ni maeneo ya msingi ambayo kila mfanyabiashara anatakiwa kuzingatia. Nimesema hivi, ni rahisi ukawa na udhaifu kwenye maeneo mengine kwenye biashara na biashara ikaoperate. Lakini kama ukiwa na udhaifu mkubwa kwenye eneo la mauzo na ukawa na udhaifu mkubwa kwenye swala la cash, my friend, biashara ni sure itadumaa na kinachofuata itakufa, haiwezi kaendelea tena. Kwa hiyo haya ni maeneo nyeti ambayo yanasababisha biashara nyingi zinakufa, na watu wengi pasipo kuelewa wanaweza kuanza kutafuta vitu vingine. Haya maeneo ni maeneo yanayohitaji uwekezaji mkubwa, ni maeneo yanahitaji kuwa na umakini wa kuzingatia na kuangalia namna gani ambavyo yanaoperate. Mpaka wakati mwingine, naitwa Ushindi Kalinga. Asante sana.